Kushiriki tendo la ndoa ni tukio muhimu la kibiolojia na kihisia, na kuna hatua kadhaa za msingi ambazo ni vyema kuzingatia ili kudumisha afya na ustawi wa mwili wako. Hapa kuna mambo 10 ya kuzingatia baada ya tendo. 1. Kwenda msalani, kukojoa. Hii ni hatua muhimu sana kwa wanawake ili kusaidia kuondoa bakteria wowote ambao wanaweza kuwa wameingia kwenye njia ya mkojo wakati wa tendo, hivyo kuzuia maambukizi, UTI. 2. Kujisafisha kwa maji safi. Tumia maji ya uvuguvugu na sabuni isiyo na harufu kali kusafisha eneo la sehemu za siri ili kuondoa majimaji yoyote na kudumisha usafi. 3. Kunywa maji ya kutosha. Tendo la ndoa ni zoezi linalotumia nguvu na kusababisha jasho. Kunywa maji husaidia mwili kupata maji uliopoteza na kusaidia katika mchakato wa kukojoa. 4. Vaa nguo za ndani safi na za pamba. Ni vizuri kuvaa nguo za ndani za pamba ambazo huruhusu hewa kupita, jambo linalozuia unyevu na ukuaji wa bakteria au fangasi. 5. Kufanya mawasiliano, fondling. Kutumia muda mfupi kukumbatiana na kuzungumza na mwenzi wako kunaimarisha uhusiano wenu na kukuza hisia za upendo na usalama. 6. Osha mikono yako. Hakikisha unanawa mikono vizuri kwa sabuni baada ya tendo ili kuzuia kusambaza vijidudu. 7. Pumzika. Mwili unahitaji muda wa kutulia. Kupumzika kidogo baada ya tendo husaidia misuli kulegea na kurejesha utulivu wa mwili. 8. Kagua hali ya usalama. Ikiwa hamjatumia njia za uzazi wa mpango au kuna wasiwasi wa magonjwa ya zinaa, huu ndio muda mwafaka wa kutafakari hatua za kiafya kama vile kutumia njia za dharura au kufanya vipimo. 9. Zingatia usafi wa mazingira. Badilisha shuka au taulo zilizotumika wakati wa tendo ili kudumisha usafi wa kitanda chako. 10. Sikiliza mwili wako. Ikiwa unahisi maumivu yasiyo ya kawaida, muwasho, au dalili nyingine zisizo za kawaida, ni vizuri kufuatilia na kuona daktari ikiwa hali haitabadilika.